13. Nitaanza mstari ule wa kwanza. Hesabu sura ya 13, nitaanza mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende waipeleleze nchi ya Kanaani, niwapaye wana wa Israeli katika kila kabila ya baba zao. Tamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Kila mtu na awe mkuu kati yao. Mstari wa 17. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaoikaa ndani yake, ya kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au ni mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sinai hata Rehobu, mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebroni na Ahimani na Sheshai na Telmai. Wana wa Anaki walikuwako huko nao. Hebu twende sasa katika mstari mwingine, mstari wa 10. Kalebu akawatuliza watu. Kwanza tuanzie mstari wa 27. Samahani, nilisema wa 10 ni kwa 30. 27. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Mstari wa 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, hatuwezi. Kalebu katika mstari wa 30 anasema, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza. Mstari wa 31 anasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi. Lugha mbili tofauti. Mstari wa 32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanayekaa. Ile nchi inakula watu, ni nchi inayowala watu. Sasa sijui kama idadi inakuwaje sasa hapo, watu wanaliwa wanaoikaa, na watu wote waliona tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, hatuwezi. Nao ndivyo walivyotuona sisi. Sisi tulijiona tuko mapanzi, na wao wakatuona mapanzi, hivyo hatuwezi. Sura ya 14. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakamwambia, ingelikuwa heri kama
tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingelikuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuangamie kwa upanga? Wake wetu na watoto wetu watakuwa mateka. Yes, afadhali turudi Misri. Ni afadhali turudi Misri. Mstari wa 4, wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Mstari ule wa 6, na Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakisema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno, ajabu. Nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndivyo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana ukati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako linasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari ya sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta huku watu hao kuwatia katika nchi aliyowaapia. Kwa ajili ya hayo amewaua nyikani, ameshindwa kuwaleta. Kuondoa amewaua, lakini hakuwaua kwa sababu nyingine. Yeye mpango wake wa kuwaleta ndio umeishia hapo, ameshindwa kuwafikisha. Ndio hoja ambayo Musa alipeleka kwa Mungu. Haleluya. Labda nisitishe kwanza hapo. Hebu tuje kwenye kusudi. Ujumbe wetu leo unasema kwamba kukata tamaa ni silaha ya mauti. The message of today says that despair is the murder weapon. Kukata tamaa ni silaha ya mauti. To despair is the murder weapon. Tumesoma kisa hiki juu ya Musa kuwatuma wapelelezi. We have read this scenario about Moses sent the spies, na walitumwa kwenda kuipeleleza nchi ambayo Mungu aliwaahidia kwamba watakuwa wanairithi baadaye. They went to spy the land which God has promised them to be given. Na alisema katika kila kabila, tukijua kwamba Israeli inajengwa na kabila 12, toa mtu mmoja mkuu. From each tribe give us one leader. Sio mtu wa kawaida,
ni miongoni mwa watu wakuu katika kabila husika, chagua mtu mmoja. Not just a mere person, but just a leader from each tribe. Kwa hiyo watapatikana wakuu 12. So we had great leaders, 12 of them, wawakilishe kila kabila na hivyo taifa lote, who represented 12 tribes and the whole nation at large. Na Musa alipewa hadidu za rejea, and Moses were given some information back, kwamba hawa watembee kwenye hadidu za rejea, that these people have to go through these scriptures, wakaangalie ile nchi, je, ina maboma ama ina mahema tu yasiyozungukwa na kuta. just to go and see whether the city are fortified or just a walls. Watu wa nchi ile ni watu wa namna gani? How are those people are? Na nchi ile ina rutuba ama haina rutuba? If that land is fertile or not. Kwa hiyo aliweka orodha inayoonyesha hadidu watakazotembea nazo, kisha warejeshe majibu kupitia hadidu hizo. So they were given some clues of which they may go and get the information about. Wapelelezi walifika kwenye nchi. So they spied reached to that land. Na kundi moja la wapelelezi liliona tofauti na kundi lingine. A certain group saw different from the other group. Utofauti huo haukuwa kwenye macho ya nyama, bali ulikuwa kwenye macho ya rohoni. That difference was not to the naked eyes, but the spirit eyes. Kwa mfano wa macho ya nyama, wote waliona sawa sawa. In their fresh eyes, they all saw the same. Kweli watu wa nchi ule walikuwa ni majitu. That those people were great people, warefu, tall, watishao. they were feared. Ni masalia ya watu wale walikuwa giant siku za Nuhu. These are the remaining of giant people who lived during Noah. Wanaitwa Nephilim. They are called Nephilim. Lakini jambo lingine halisi kwa macho ya nyama, waliona nchi ile ikiwa imezungukwa na mabomba, kuta nene sana. And the other thing that they witnessed is the fortified city. Lakini pia nchi ile ilionekana watu ni mashujaa sana wa vita. And the dwellers were warriors. Kwa hiyo taarifa ikarejeshwa. So the report were taken back. Wale wapelelezi 10 walizungumza lugha moja. The 10 spies spoke one language. Kwa ufupi walieleza, tumefika kwenye nchi na hali ya nchi ni kwamba ni ngumu sana kuikabili. Briefly, they gave out information that they reached there, but the situation of the land was too difficult. Kwanza, mji ule umezungukwa na ukuta mkubwa mgumu, hatuwezi kubomoa. First, the city was surrounded by strong walls of which we cannot go through. Lakini pia watu wake wanaoishi kwenye mji ule, kwenye nchi ile, ni watu wenye nguvu, giant, watu wakubwa sana. And also the dwellers are giant people. Na kwa maana hiyo, wanaonekana ni watu wa ujuzi wa vita. And they seems to be warriors in wars. Kwa hiyo, kuwakabili watu wale, hatuwezi. So to encounter those people were very hard. Kwanza sisi tulijiona mbele yao kama panzi. We seemed before them as a grasshoppers. Na wao ndivyo walivyotuona sisi kama vipanzi vimekuja. And that's how they also saw us. Kupigana mtu na panzi ni kitu hakiwezekani. A battle between a man and a grasshopper, it's impossible. Kwa hiyo hatuwezi. So we cannot. Hatuwezi kuingia ile nchi. We cannot go through that land. Hatuwezi kurithi ile nchi. We cannot inherit that land. Kwa sababu hatuwezi. Because we cannot. Turudi. Let us go back to Egypt. Neno hilo lilitokana na hali ya kukata tamaa. That word comes from despairing. Kukata tamaa kulitokana na macho kuona jambo gumu lisilowezekana kwa akili zao. That despairing came from the sight of their eyes, the way they saw things. Ni kweli macho yaliona hivyo. It is very true that that's how their eyes saw. Ni kweli taarifa
taarifa kwenye ubongo zililetwa hivyo. It is very true that was the report via their brain. Ni kweli vitu halisi vilikuwa hivyo. It is very true that was the reality. Walirejesha kitu walichokiona. They reported what they saw. Na walihitimisha kutokana na kuona hivyo, mpango wetu wa kuingia nchi hii ni mgumu. They finalized because of that what they see, that it was impossible for them to go through that land. Hatuwezi. We cannot. Kukata tamaa, To despair, ni silaha ya mauti. it's a murder weapon. Tunapozungumzia kukata tamaa, tunamaanisha ni kuahirishwa kwa hamu au shauku kubwa ambayo alikuwa nayo mtu katika kufanya jambo fulani. When we're talking about despairing, it's postponement of a thing of which a person had to do. Kuahirisha, To postpone juu ya kutenda jambo about doing anything ambalo mtu alikuwa na shauku nalo, of which a person were eager to do, lakini akaliahirisha. but he postponed. Tunaposema kukata tamaa ni kuvunjika moyo We mean discouragement na kuacha kuendelea kutenda jambo and to stop doing a thing that you have been doing, mtu aliyolikusudia, of which a person intended to do au kujawa na matarajio or had intended ya kupata kitu. that to attain something. Alikuwa amejawa na matarajio He had filled up with exceptions ya kupata kitu, just to get, lakini kwa sababu fulani yet because of some reason akavunjika moyo. he got discouraged. Hilo neno ni kukata tamaa. That is what we call despair. Lakini katika roho, But in spirit, kukata tamaa ni roho kamili. to be discouraged is a spirit. Ni roho kamili ambayo ibilisi anaitumia. It's a spirit of which the devil uses. Katika roho, In the spirit, kukata tamaa to despair, ni roho kamili it is a full spirit ambayo ibilisi of which a devil huitumia uses kuwasimamisha watakatifu to stop holy people, ili wasiendelee kumtumaini Mungu so wao. that they stop from depending God. Kwa hiyo ni aina ya silaha. It's a certain weapon. Kukata tamaa ni aina ya silaha To despair, it's a certain weapon ya kuwafanya wana wa Mungu to make people of God waweze kudhoofika, to be wicked, waweze kunyong'onyea, to be wicked, wasiweze kuendelea so that they should not be able kumtumaini Mungu to depend na kuyatenda and to do yale ambayo Mungu anawaongoza kuyatenda. what God is telling them to do, Kwa hiyo wahitimishe na kuyaacha. and to finalize and stop them from being done. Kukata tamaa. To despair. Na mara nyingi roho hii ya kukata tamaa And most of the time, this spirit of despair, inayotoka kwa adui ibilisi, which comes from the devil, inampata mtu kwa kumshawishi. it gets into a person through convincing. Ikisha mkamata huyo mtu, After reaching to that person, yeye ameshawishiwa kwamba hili haliwezekani, after being convinced that this is huwezi impossible, kufanikiwa, you cannot, huwezi kupata. you cannot get it, Kwa maana hiyo huwezi kushinda. so that you can't even win. Hutaweza, hapa hutaweza. You cannot. Yaani haiwezekani tu. It's impossible. Akisha kamatwa huyu, After being attacked, yeye naye anakuwa ni mjumbe and he becomes also a messenger wa kushawishi mwingine to convince other kwamba people tusifanye, that let us not do, tusiende, let us not go, tusitende, let us not do kwa it, sababu haiwezekani. because it is impossible. Kwa sababu ndani yake yeye Because in him, ameshakuwa mateka he has already been wa attacked, kutokuwezekana. just a victim of being impossible. Mtazamo wa waliookoka wana wa Mungu The perception of born again people haupo kwenye kundi la wale wapelelezi 10 not belong to the 10 spies, wanaotembea kwa macho ya nyama those who walk with their naked eyes na kuyatazama mambo kama waonavyo wao. and they see things the way they are seen. Walileta taarifa iliyokatisha tamaa. They brought a report of which discouraged people. Wao walikata tamaa. For them, they despair. Kundi kubwa la wana wa Israeli hawakwenda kwenye kupeleleza. And the
the great part of Israel, they did not go to spy. Ni wachache viongozi wao ndio walienda kupeleleza. Just leaders who went to spy. Viongozi, just leaders, watu wakuu, great people katika kila kabila, from each tribe, ndio waliochaguliwa, are the ones who were chosen. wakalete taarifa. They go and bring Viongozi information. wanarudi, Leaders came, wanasema, and they say, sisi ni mapanzi, we are grasshoppers. wale ni watu, They are people. hatuwezi, We can't. turudi Misri. Let's go back to Egypt. Viongozi Leaders, wanaotegemewa, those who are dependent, wangeleta tumaini, they could bring hope. lakini viongozi, But leaders, anayetegemewa, the one who is dependent, analeta habari ya kudhoofisha. he or she brings a fearful information. Biblia inasema watu wakalia. The Bible says the congregation cried. Jamani, Musa, Haruni, umetuleta ili kutuua kwenye nchi ile. That Moses and Aaron, you have taken us so that you kill in this land. Alafu kwa kutia uzito wakaongeza jiwe lingine kwenye hoja. Nchi ile inakula watu. And just to add some more point, they say the land eats people. Kwa hiyo Musa na Haruni, mmetudanganya kuna nchi ya ahadi, nchi ya urithi, maziwa na asali. Kumbe nchi yenyewe inakula watu. So Moses and Aaron, you have lied at these people. The land is full of milk and honey, which is different. That the land itself eats people. Kwa hiyo mnataka sisi tukaliwe. So you want us to be there and being eaten. Watoto wetu wakaliwe. Our children to be eaten. Wake zetu wakaliwe. Our wife also to be eaten. Maana wajenga hoja hapa ni wanaume. Wakina mama wanalia tu na watoto. Men are the only people who are defending you. Yaani wewe Musa, You Moses and Aaron. Afu nyinyi ndugu, ni mtu na kaka yake. Nyinyi mna mpango gani na sisi? What is your plan? Kwani kule Misri hakuna kukaa? There is no graves in Egypt. Kulikuwa na kilio kikubwa sana. There were great cries. Wewe ungekuwa miongoni mwa hilo kabila, taifa la Israeli, ndio uko pale, ungekuwa unasimama wapi? If you could be among the Israelites, where could you stand? Umeshaelezwa aina ya nchi yenyewe, watu wanaokaa, namna ilivyo na jinsi ambavyo inakula watu. You have been given full information about the land that you are heading. Alafu mchungaji anawaambia twendeni kule. And then the pastor says that let's go. Musa kama mchungaji akaambia kundi tunaingia huko. Moses and the pastor told people we are going. Safari yote kutoka Misri wanaingia kwenye nchi na ikula watu. All the way from Egypt we are going to the land which eats people. Je, wewe ungeweza kumuelewa Musa? Could you be in a position to understand Moses? Ingekuwa ni ngumu sana. It was very difficult. Ibilisi, the devil, alihakikisha ya kwamba silaha ya kukata tamaa inafanya kazi. He made sure that the weapon of despairing what is working. Na wajumbe walioibeba silaha hiyo ya kukatisha watu tamaa walikuwa ni wengi. And the messenger who carried that weapon were many. Watu wakasema kama Musa na Haruni hawataki turudi nyuma, turudi Misri, tujichagulie akida mwingine. Yaani tuchague kiongozi mwingine ambaye atatuongoza kurudi Misri. Heri tukafia kwa Farao kuliko kwenda kufa huko kwenye nchi na kula watu. People say let's go back and choose a leader who will lead us to Egypt and instead of going to the land which eats people. Wajumbe wawili miongoni mwa wajumbe wapelelezi 12, two messengers out of 12, walikuwa na message rejea, hadidu rejea tofauti. They had different feedback. Wao wakasema, and they said, ile nchi imejaa maziwa na asali. It's full of honey and milk. Ile nchi ina rutuba kubwa. It's full of fertile. Kama tulivyoleta vichane vya zabibu kuonyesha kwamba ile nchi ina rutuba kubwa. As you have given you feedback that the land is full of fertile. Na wale watu, those people, tunawamudu. We are able. Tunaweza kuwateka. We can attack them. Tunaweza. We can. Iliposikika sauti hiyo, kundi likaangalia.
When that message was heard, the congregation looked at them. Watu macho mekundu wanalia. People were really crying. Watu wengi wamehakikisha ile nchi ni hatari. And the people were really told that the land is too dangerous. Alafu wanajitokeza watu wengine wawili waungane na wawili hawa kina Musa na Haruni. Then they emerged just two people to join with Moses and Aaron. Wanawahakikishia eti ile nchi ile tunaweza tukaiteka, tunawaweza wale watu, wakati tushaambia wale watu majitu sisi tuko kama panzi. Panzi anaweza kumpiga mtu. And telling people that we can beat those people, can defeat them, not to, as the way we have been taught as the grasshoppers. Hasira za watu zikataka kuwaua hawa akina Kalebu na Joshua. People were too angry, they wanted to kill Joshua and Caleb. Mnatumainisha vitu ambavyo nataka kutuingiza kwenye, yani mnatuuza hivi nafsi zetu na watoto. You want to sell us our souls, our children. Hawa wenzenu 12, watu 10, macho 20. Si ndio? Watu 10 sawa na macho 20. Hayajaona vizuri kuliko nyinyi watu wawili macho mangapi? 4. 10 people with 12 eyes have not seen well, and you with 2 people plus your 4 eyes, you saw different from them. Mwanzoni taarifa ya hao watu wawili, Caleb na Joshua, ilikuwa kama kumwaga petroli kwenye moto. Initially, the information of Joshua and Caleb was just like to pour petrol in the fire. Jumbe wetu unasema kukata tamani silaha ya maangamizi. The message of today says to despair is the mother weapon. Lakini hawa wakakaza kusema, mtumishi wa Mungu Musa na Haruni, ukweli ni kwamba Mungu ataondoa kivuli cha hawa watu kinachowafanya wao waonekane wanatisha, mashujaa, sio nini. Mungu ataondoa huo ugumu, tutawakamata na nchi ile tutaiteka. Joshua and Caleb told them that God will move the protection and we can attack the land. Kilichowafanya hawa wawe jasiri wa kuzungumza ujumbe huu ni nini? What made them to be courage to speak that message before people? Waliatazama mambo katika ulimwengu wa roho. They saw things in a spiritual realm. Hawa walikuwa na macho ya aina mbili. They had 2 different eyes. Walijua ulimwengu uko katika hali ya mifumo miwili. They saw things and different spirits. Macho ya awali ni macho ya nyama. The first is the naked eye, ambayo yenyewe hayana ufunuo juu ya siri ya kiungu. of which it has no revelation about God's matter. Macho ya nyama yanaona vitu vinavyoonekana vya maumbo yanayoonekana na hali iliyopo duniani. Naked eye just see things the way they are seen in a world. Naye yanatoa taarifa kwenye ubongo kutokana na jinsi yanavyoona. And they bring information to the brain the way the things are. Macho ya nyama hayawezi kuona hali ya kiroho na nguvu za kiroho zilizopo. Naked eyes cannot see the spiritual power, the spiritual mission that is there. Waliona mambo katika mwili hawa watu wawili. They saw things in a fresh eyes, lakini wakarudi kwa Mungu. but they went back to God. Wakaona Mungu nguvu zake zikoje juu ya hili ninaloona kwa macho. They saw how God was powerful over the matter seen. Je, Mungu yukoje nguvu zake katika utisho wa hili jambo naliona mimi? How is the power of God over the matter which has. Wakaona nguvu za Mungu ni kuno, ni kuno, ni kuno. They saw great power from God. Na nguvu zake ni kuno. The power was so great. Aliliona mtumishi wa Mungu Elisha. That Elisha saw the scene. Mtumishi wa Elisha aliliona hilo baada ya mwanzoni kuona majeshi ya maadui yamezunguka pale walipokuwa. The servant of Elisha saw that after seeing the way they were surrounded by soldiers. Ni kweli majeshi ya adui yalizunguka nyumba yao. It is true that they had enemies surrounding the house. Na wao hawakuwa na silaha ndani ya nyumba yao. And they had no weapon. Na hata wangekuwa nayo wasingeweza kushinda jeshi lenye silaha za kisasa za mapigano. And if they could have, they couldn't be able to defeat the army. Kwa hiyo mtumishi wa Elisha akarudi ndani akasema, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, tumekufa.
So the servant of Elisha went back and telling the servant that we are finished. Tumekufa. We are all killed. Majeshi yametuzunguka. We are surrounded by armies. Hatuna pa kutokea. We have nowhere to go. Hata tukichomokea nyuma wamo. Even if you go using the back Tukipitia mlango mkubwa wako nje. we use the main gate there. Hata tukitoka kwenye paa watatuona. Even if we use the roof, Tumekufa mtumishi wa Mungu. we are all killed. Lakini Elisha alipokuwa anasikiliza taarifa ya huyu, when he was listening the information, kipofu, the blind, mtumishi wa Elisha alikuwa kipofu.